relationship with God. Your relationship with God. Never sacrifice your relationship with God so that you can please men. Praise the name of the Lord. Never sacrifice your relationship with God. Remember, your relationship with God is your life. And we can read from the book of Matthew chapter 6 verse 33. Bishop Kimani, maybe you can help me on that. Matthew chapter 6 verse 33. Because people have sacrificed their relationship with God so that they can fit to the pattern of the world. Hallelujah. Watu wa Germany, hi. Tuongeleshane. People have sacrificed their lifestyle in God. They have sacrificed their friendship with God. They have sacrificed their time with God so that they can fit in the pattern of this world. Hallelujah. Na kama Sunday ndio unapatanga time ya kwenda kutembeza watoto na kuwapeleka swimo. Lakini wakati ulikuwa unaomba Mungu ukiwa Kenya, Baba ninakuomba, siku ile utanipatia visa niende Ujerumani nikafanye kazi. Na kuapia kwa moyo wangu ya kwamba sitasahau. Siku hizi Sunday ndio unapatanga time ya kupeleka watoto swimo, ya kupeleka watoto wakacheze. Urafiki wako na Mungu ulikatizwa na success. Never sacrifice your relationship with God so that you can fit in the pattern of the world. Can you read for us, Bishop? Matthew chapter 6 verse number 33. Amen. The Bible says, seek ye the kingdom of God. Seek ye the kingdom of God Above all else. Above all else. Live righteously. And he will give you everything that you need. Seek ye first the kingdom of God. Before you seek that vehicle, seek the kingdom. Before you seek that husband, seek the kingdom. A married woman is so different when she has and she is in the kingdom. It is not only being married, but being married and you are in the kingdom. Seek ye first the kingdom of God, and all other things that you need shall be added unto you. Never sacrifice your relationship with the kingdom of God for you to be conformed in the pattern of this world. Ambia mwenzako, achana na dunia. Mwambie isikuingize box. Let me just use this. Amen. Mwambie isikuingize box. Because we are sacrificing our relationship with God so that we can be in that family meeting. We are sacrificing the relationship with God so that we can be in that party. You know what? I want to go to Kesha. Okay, Gosho night. Why? Tomorrow we have a gig. You sacrifice God so that you please friends. You can miss church for 10 Sundays. But you cannot miss even a single party. Sacrificing your relationship with God so that you can fit in the pattern of the world. Remember, Apostle Paul said, we are not conformed to the pattern of this world. Hallelujah. Tell your neighbor, your relationship with God is very important. Number 2, never sacrifice your peace to please people. Never sacrifice. Amani yako ni ya muhimu sana. Bwana Yesu atukuzwe. Amani yako, let me tell you, you can have everything and acquire everything in this world, but you'll never buy peace. You will never buy calmness in your life. And beyond everything that you can do, protect your peace. Usikubali mtu akusumbulia amani yako. Tunza kile ambacho ukufanya utulie. Peace is very expensive. When Jesus was sending men to bless houses, the Bible says he told those men, and every house you enter, just say, may there be peace in this house. Amani yako ni ya muhimu sana. Wale ambao mmeokoka, usikubali hata mume wako hata mke wako asumbue amani yako.
Amani yako ni muhimu. Bwana Yesu atukuzwe. Amani yako, hata walio wenu, family members, wasikusumbulia amani yako. Ate halo, unajua tutaambia watu unakuaga Germany na hautusaidiagi, shauri yao. Wasikusumbulia amani yako. Hata wao wasafiri wajue ni ngumu kutengeneza pesa hata hapa. Praise the name of the Lord. Wewe wakati unavaa boshori, unavaa gloves, unavaa kabuti, uende ukatafute. Wao wanakuaga nchi yetu, wamekalia kamgogo. Ni saa 4, jua ichomoke achomwe tumbu. Lakini tu usipotuma, atakwambia watu watasema, hautusaidiangi. Usijali. Don't sacrifice your peace to please men. Your peace is very important. Guard your peace. The Bible says, Jesus said, I leave to you my peace. May you have peace and life in abundance. Tunza amani yako. Amani ya moyo wako. Usikuve mapema na stress hapa. Usipandishe damu hapa na sukari. Kwa sababu ili ufurahishe wanadamu. Wacha wakuite waseme unalinga. Kwa sababu wanadamu ukitunza amani yako, kitu cha kwanza watasema wewe ni mtu wa malingo. Kitu cha pili wanasemanga wewe ni mtu unreachable. Kitu cha tatu wanakuambia pride comes before. May they fall before your time. May they fall before your time. Protect your peace no matter what. Hallelujah. Tunza amani yako. Ukijua kwenda mahali kutaharibu amani yako, wacha waseme ulikataa kuja sherehe yetu. Lakini wewe unijua nikiingia hiyo sherehe, amani yangu itavurugwa. Tunza amani yako. Protect your peace. Never sacrifice your peace so that you can please men. Men are ungrateful. They will destroy your peace and later laugh at you. They are ungrateful. And men do not remember. Wewe jisumbue hapa na watu. Utaki kununua shamba yako Kenya, utaki kujenga, alafu kwa sababu ufurahishe wanadamu, unawatreat ukiwa Kenya, wanakutumia pippin ulipe, wewe haribu amani yako. Utarudi hiyo Kenya, utabaki tu na hiyo kijamani yenu mnaongea hapa. Utakuwa unaongelesha watu kijamani. Hiyo yani mnaongea. Mimi sisikii kile mnasema, nasikia tu Frankfurt. Hiyo tu ndio utarudi nayo Kenya. Na hiyo ndio utakuja kukaa nayo. Na watu watakuwa wanasema, unaona ule anakaaga na mama yake na alikaa Germany miaka 10. Waacha wazimia hata simu. Tunza amani yako kwanza. Kile kilikuleta hapa ni amani yako. Ukikumbuka uko na shamba nyumbani unapata amani. Ukikumbuka ulijenga nyumbani unapata amani. Never sacrifice your peace to please men. Hallelujah. Unajua hiyo ndio tabia inakuwa nyumbani. Unakuta baka mzee kama huyu, ako na watoto kama watatu, ako na watoto kama watatu, lakini unakuta mtu mwingine wao mwenye ako na kitambulisho na watoto, bado anasema huyu amsaidiaje. Na ako na kitambulisho, sio ni mtu mzima. Si hata yeye aende atafute kama wewe. Don't be a subject of pain. Don't be lowered to that. Usiuziwe uoga. Don't be intimidated. Life is hard everywhere. Si hata mimi niko hapa na nawaona vile mnapigana. Naona vile mnangangana, hata nyinyi mnangangana. Si kusema kwa sababu ulikuja Ujerumani kuna kabarabara unapitiaga saa 4 kamemwagwa pesa. Unaokota alafu unarudi nyumbani. Hapana, you labor. Mnafanya kazi. Wengine niliona UK wananiambia, Bishop, unajua hapa tunafanyanga kazi na masaa. Wacha tu tukusikize 2 hours alafu tukimbie tuongeze masaa mengine. Ndio watengeneze ajira. Ndio watengeneze pesa. Halafu una sacrifice furaha yako kwa sababu ya mwanadamu mwingine. Never sacrifice your peace to please men. Wacha waseme uko na malingo. Wacha waseme ufikikangi. Wacha waseme wewe unanga shughuli na nyumbani, lakini tunza amani yako kwanza. People have fallen into depression because of pleasing men. People are now in high blood pressure because of pleasing men. The Bible says in the book of John chapter 14 verse 27. John chapter 14 verse 27. John 14:27. So that you understand that your peace is very important. Your peace is more than money. Important and more than money. I'm leaving you with a gift. I am leaving you with a gift. Peace of mind and heart. Peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift. And the peace I give to you is a gift. The world cannot give.
This world cannot give. This world cannot give the gift of peace which Jesus left to us. This world cannot give. Then it says, so don't be troubled or afraid. Don't be troubled and don't be afraid. Abia mwenzako, vile unatuzanga necklace uliletewa na bwana yako, tunza amani. Mwambie vile unatuzanga kiatu ulinunua na boyfriend, tunza amani. Right now you people treasure gifts from men and you forget there is a forever gift that was left to us by Jesus Christ. May you treasure that gift. May you protect that gift. The gift of peace. May you be at peace in this nation. May you be at peace with your employers. May you be at peace with your friends. That is the best gift that was left to us by Jesus. Peace. Unapotunza amani, ujue unatunza zawadi ya Yesu. Sasa wewe kubali amani yako ivuruwe, hiyo ni kumaanisha unavurugisha zawadi ya Yesu. Wewe wacha watu wakuri. Kwa nini uniongeleshaga siku hizi? Unamwambia ninatunza zawadi ya Yesu. Ninatunza zawadi. Sometimes when you are given teddy bears, naonanga mnazishikanga hivi. Ati unalala na teddy bear. Umeishika kwa sababu ulipewa na mtu. Kwa sababu ako US. Na wewe uko hapa. Ati ukiishika unamkumbuka. Ati ninashika ndio presence yake. Presence yake iwekwe hapo na kidoli. Ati when I see this teddy bear, oh my God, I remember Mike. Oh my God, I remember Ken. The same Ken might be holding now, not a teddy bear. But something... You might be holding a teddy bear, but he's holding the maker of that teddy bear. Ati nikikumbatia hii teddy bear, oh, the presence of Ken fills this house. Ignore people. Embrace what Jesus gave. They bought the teddy bear. You did not buy peace. Treasure your peace. Protect that peace. It is the gift of God to you. Hallelujah. Number 3, your conviction. Never sacrifice your conviction, as the Bible says in the book of Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. 12 verse 2. Don't copy the behaviors and the customs of this world. Don't copy the behavior and the customs of this world. But let God transform you into a new person. But God has to transform you into a new person. By changing the way you think. By changing the way you think. Then you will learn and know. Then you will learn and know and understand God's will for you. God's will for you. Which is good and pleasing and perfect. Some people have traded and sacrificed their conviction so that they can please men. When you try a lot to please men, you live a very hard life. Wacha nikwambie, ukiishi maisha ya kutaka kufurahisha wanadamu, utaishi maisha mazito na magumu sana. Kwa sababu mwanadamu hafurahishikingi. You will never ever please men. Guard your conviction. Whatever you feel it is right, do it. Whatever you feel it is wrong, don't do it. Truth will be truth, no matter how many people believes in it. A lie shall be a lie, no matter being believed by the whole world. Uongo utabaki kuwa uongo hata dunia yote ikiukubali. Na ukweli utabaki ukiwa ukweli hata watu wote wakiukataa. Bwana Yesu atukuzwe. Tunza hisia zako, jieke. Usikubali hisia zako zibadilishwe ili ufurahishe mwanadamu. Ukisikia hapa sio pazuri, usiende. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna jamaa mwingine Kenya aliniambia, unaona hapo hiyo kasako kamefunguliwa, twende tuwekelee. Wanasema ukiekelea 1,000,000 utakuwa unapewa 1,100 kila mwezi. Nikamwambia ni uongo. Hakuna mahali unaweza wekelea 1,000,000 Kenya
upeangwe 1,100 mwezi. Kwani wanafanya nini na pesa yako? Kwani wanauza bangi hiyo zako? Akaniambia wewe utakuwa maskini watu wakiekera. Nikamwambia wewe enda uekere. Akaekelea milioni ngapi? Kasako kalienda miezi 4. Kalikuwa Limuru. Na jamaa akainama, akadangamanya. Wacha nikwambie, jamaa alikuwa na sweat usiku. Nilikuwa nakutana naye niki. No ni marahingire. Kurenda kwira tuthie. Ni marahingire. Yani never sacrifice your conviction. Whatever you feel it is wrong, no matter the conviction of the world, never sacrifice yours. Hallelujah. Kwa sababu unajua hii kusikizwa tofauti. Kenya ukisikia, hata kama ni kwetu Kenya, ukipigiwa na mtu akwambie, nimesikia my sister pale amesema anauza properties Nakuru. Kuna wengine anakuja na anataka kukuuzia hewa. Ukisikia roho yako imekwambia ni sitanunua, kaa na pesa yako. Wakati utafika ujilete Kenya ujionee na macho yako. Kuna mwingine hapa kwenu, sijui ni hapa ama ni UK ama ni US, alikuwa anatuma pesa kwao. Baba yake alimwambia amepata eka 4 Limuru. Amepata eka 4. Akamuuliza ni pesa ngapi? Akasema kila eka wanasema milioni 2. Akafanya hesabu, Limuru eka milioni 2 na ni eka 4, kwa hivyo ni milioni 8. Akasema hapana, hiyo lazima niwekelee. Akawekelea. Na ni kweli alirudi Kenya na akapata iko ni shamba, lakini ni Kwale. Ni Kwale na ni Kishimo. Sasa anauliza baba yake, what is this? What did you do to me? Baba yake anamwambia, wewe tulia. Mimi hata nimekupanga sana. Ushawahi ona mtu mwenye atajenga nyumba yake na nikuweka tu paa? You are just roofing the house. Utajenga nyumba ya eka 4, utakuwa unaishi kwa heshima ya eka 4. Huko ndani utagawanya rooms. Jamaa alilia na akachukia baba yake forever. Kwani ni watu wangapi wanakuja Kenya wanapata, alikuwa anajenga nyumba, anakuta nyumba inatoshana hivi na iko na roof. Because you sacrificed your convictions to please men. Just kwa sababu baba yako amekwambia ujenge, sio kumaanisha uko na go ahead. Mwambie baba, tulia, nitakuja Kenya na nitajifanyia. Kuna kazi za kujifanyia. Utatumiwa picha na utatumiwa nyumba ya wenyewe. Nyumba ya wenyewe itakuwa inapigwa, unatumiwa. Na wake wanaola thiete. Na wake wanaola. Ukirudi Kenya utakongwa na butwa. Never trade your convictions. Never sacrifice your convictions to please men. And I say again, men are not grateful. They are not. Na watasahau. Wanadamu huwa hawasahau ile miaka yote umewapea. Huwa wanasahau ile siku moja uliwanyima. Ile siku moja uliwanyima. Bwana Yesu atukuzwe. Hata nyinyi, hata wake zetu kwa maboma, huwa wakumbuki siku 10 umeleta nyama. Wanakumbukaga hiyo siku moja umeingia na cabbage. Doko no kabisi, oragaciana na kosi yako. Ciana iria cirarite nyama wiki 2 na matunda. Riu ni ciarora kosi yako ndio wa mboga ya muthenya uyu. That is how people behave. That is how people do. That is how people are created. That is their character. If you live a life to please them, no, they'll have to break your heart. Wacha waseme unakuanga mserious. Kuwa mserious. Wanawake serious wanaogopwa. Wanaume serious wanaogopwa. Hallelujah. Wacha waseme, naona mtumia ule daragerio. Usifurahi wakati watu wa boda wanakuita na jina yako na uko na watoto 4. Mary! Na uko na watoto, it means you are not strict. You want to please them. Bwana Yesu atukuzwe. Uko na watoto 4, may they address you with honor. Wacha wakuita Mama Sheri, Mama Sharon, Mama Bogwa. And that way you'll know that I have not sacrificed my convictions to please men. Because men will forget. God will never forget. Hallelujah. Number 4. Never sacrifice your purpose to please people. Jeremiah chapter 29 verse 11. You know, many people have been pulled out of their purpose so that they can please men. It's okay.
maybe in your life at a certain point you messed. Don't allow that mess to keep you out of the purpose so that men can love you. Unajua kuna watu wengine unakuta alikuwa kuwe mhubiri akapata mimba. Hiyo mimba ulipata isikuzuie. Wewe inuka, tubu dhambi, endelea. Hubiri na huko mbele. Wacha wao waishi katika piti yako wakiongea kuhusu vile ulikuwa. Lakini wewe umerudi ndani ya purpose. Sasa ni kumaanisha kwa sababu ulidivosiwa wewe. Hutaki Mungu. Hutaki kuingia mbinguni wewe. Tena wewe nini tata irone muthuri ndika hujia rigi we. Ndwenda wathi matu-ini. Kaitha cia Ngai ciarĩ ciake. Why is Jesus merciful? So that you can still stick and live in your purpose. Never allow people to pull you out of your purpose so that you please them. Hallelujah. Yes, I messed, but there is mercy. Yes, that was a setback. There is grace to carry me again. Men cannot give you a second chance. And when you see men giving you a second chance, it is about to finish you. But when God gives a second chance, live in your purpose.